ambao wamedhibiti upinzani. Wao walikataa kununuliwa na Kasongo. Alafu kuna mheshimiwa mwingine wako wapi? Mheshimiwa Makali Mulu, mjumbe kutoka Kitui ya Kati, anafanya tamu yake ya 3. Alafu kuna mama anaitwa Susan Kiamba, mjumbe kutoka Makueni, kina mama Kasari. Kuna mama Kakuya kule anatoka Kasarani. Kuna msichana anaitwa Bosbori kutoka Ndagoreti, msichana huyo mrembo. Tuko na mheshimiwa Machakos Town anaitwa Munyaka kutoka Machakos Town. Kuna mheshimiwa kijana anaitwa wakili Njiru Ndegwa, wanamjua, hatari sana yeye, kazi yake ni kutoa vijana wala anashikwa na Kasongo. Alafu kuna Nuru Okanga, kijana yetu kutoka Nuru Okanga. Nuru Okanga. Pia tuko na mama seneta yule Robo ametupwa na Kasongo juzi, akakatalia, akasema ati kwa kuonekana na Matiang'i. Sasa huyo mama ako strong. Tuko na Magara pia ni chama, ni leader wa chama. Akipata nafasi atawasalimia. Gemosi, mheshimiwa Gemosi, asante sana. Huyu mtakaribishwa huyu. Ken Babu. Kijana Ken Babu wa Gen Z. Hebu fanya hivi tuone vijana. Anguka nao, sio? Wangapi wako tayari kuanguka nao? Asanteni. Wenzangu watawasalimu. Lakini kwa sasa watu wa Bungoma, watu wa Kandui, Mwilembe Nation, Mwilembe Lodi, Mwilembe Handi, Mwilembe Swa, Mwilembe Twa, Mwilembe Mia, asanteni. Kwa kifupi, nimewahi kuja Bungoma mara nyingi, lakini leo Kalonzo amerudi Bungoma ndio niwaeleze yale ambayo yameendelea Kenya nzima. Mnakumbuka tulikuwa na wenzangu kina Weta. Mimi hata nikampenia Weta hapa, mkimwita babu wa Roma. Mnakumbuka kina Mudavadi. Lakini ndugu zangu hawa walienda wakasalimu amri. Mwisho likuwa hapa na Tinga. Mnakumbuka? Si mara 3 nyinyi mkatupigia. Kwanza tulikuwa Coalition for Code, mimi na Weta na Raila. Kisha baadaye tukakuja na Azimio. Mara 3 2013 nikasimama na Raila. Tukaibiwa kura, lakini wasema haijali, tusonge mbele. 2017 tukaibiwa tena. 2022 Raila akaibiwa na Martha Karua. Sasa Wakenya wamechoka na wizi wa kura, na wale ambao wanaiba ni kina Kasongo. Sasa tunawaambia hivi, kura ambayo inakuja haiwezi ibiwa tena. Wenzangu wakinikabidhi hiyo bendera, mimi sio Raila wa kuibiwa na kusema tumeibiwa. Tutaweka majenzi kila mahali. Tutaweka majenzi, watasimamia vituo vya kupiga kura 50,000 Kenya nzima, na watapeperusha matokeo moja kwa moja. Hatutangojea ati Chebukati, ati kwenda Bomas of Kenya. Wizi wa kura umekoma. Wizi wa kura nisema riswa. Wizi wa kura sema riswa. Wizi wa kura, yaani hiyo shetani ya wizi wa kura amekwisha. Na ndio tunasema sababu ya kupora uchumi, kwa sababu ya kuua watoto wa Kenya, kwa sababu ya hakikisha na kutoajibika kikatiba. Katiba 2010 ndio inatupatia uhuru. Kenya will forever be a multi-party democracy, whether William Ruto likes it or not. Nyinyi watu wa Bungoma na watu wa Western Province kwa jumla, mnajua Mumia Sugar
kumbukeni pan paper, kumbukeni vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kazi, na kwa sababu hakuna mwekezaji anaweza kuja kuweka mali yake Kenya, mali ya uporaji. Akitaka kampuni ni lazima apate 10%. Kumbukeni Ruto alikuja Kakamega akamtisha muhindi moja, akasema mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Huyo muhindi alitishika mpaka akaenda polepole kidogo kidogo, anapelekwa na ndugu yangu Weta kwa Ruto, akaambiwa mambo matatu tutakulipa, kwa sababu tulisema tutakusafirisha kwa Mungu. Hakuna Mungu, mtu akona mamlaka ya kuua ama kuchukua maisha ya mtu. Huyo muhindi sasa amerudishwa bila kuuzisha watu wa Bungoma na watu wa Kakamega na watu wa Busia na watu wa Trans Nzoia, wakapatiwa ili apanguzwe hofu. Akapatiwa Trans Nzoia, miaka ijulikani. Watu wa Trans Nzoia hawajajumulishwa, watu wa Bungoma hawajajumulishwa. Kuna sheria inasimamia public private partnership na inasema wananchi ni lazima wahusishwe. Mambo hayo yote tukujumulisha, William Ruto has been put on the balances and found wanting. Na ndio nasema yeye aende one. Wangapi anasema lazima aende one term? Hii jamaa, nimewahi kuja Bungoma, sijaona Bungoma mkijitokeza namna hii. Mujipigie makofi, mujipigie makofi nyinyi wenyewe. Kumekucha. Wale wametumia watu wetu vibaya kupatiwa mamlaka na kisha kwenda kuuza hiyo mamlaka wakati wao umefika. Na kwa hivyo sisi tunaungana na ndugu Eugene Wamalwa. Huyu jamaa karibu tuuawe na yeye 2023 kule Nairobi. Walikuwa waziri wa defense. Huyu jamaa anajua mambo ya serikali. Eugene is a pedigree. Mimi niliwahi kufanya na kijana Wamalwa vile vile. Tumeona yote. Tumefanya na Kibaki. Tumeona yote. Kwa hivyo wakati sasa wa Kenya wachukue mamlaka kwa njia ya kikatiba na kukataa uongozi mbaya ni sasa. Tutasimama na vijana Gen Z waliuawa, hata hii polisi ambao wanapiga wengine tear gas, wao wenyewe wamevinyiliwa kama watu wa kawaida. Ile payslip yao nusu inaenda kwa Kasongo. Kila mtu anachukua mshahara Kenya hii analia. Mwisho nataka nitoe tahadhari, munisikize. Miaka yote tangu tujinyakulie uhuru, majeshi yetu ya Kenya imeheshimika. Kenya Defence Forces. Huyu alikuwa waziri wa defense, lakini sasa hata askari ile wanapatiwa chakula yao lazima waende wakalipe kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Hiyo ni aibu, sio aibu? Wangapi sema majeshi hatutaki wahusishwe kwa siasa na kunyimwa haki yao, ndio wanalinda nchi hii. Kwa hivyo yeye Ruto kama commander in chief, kama hawezi kuchunga askari yake, huyo sio commander in chief. Kwa sababu hiyo ndio tuliharibu mpango huo, uliharibu mambo ya Higher Education Loans Board, mpangilio elimu. Kwa hivyo wakati umekataa, alafu kuajiri watu kiholela, ati ukitaka kupata kazi ya jeshi ni lazima upelekwe kichini chini. Hayo hatutaki. We want a professional defense system. This is why askari jeshi wetu wameheshimika dunia nzima. Ijapokuwa ile polisi Ruto amepeleka Haiti ya kukaliki. Haiti alipeleka polisi yetu kule bila mpangilio, mpaka sasa wajifunza mambo ya guns. Wewe umewahi kuona polisi akiandamana na watu anabeba rungu? Ati wao wameshindwa hata wapatie vijana rungu. Wangapi wanasema mambo ya rungu ni tawe? Kwa sababu tunataka mapinduzi ya amani. Wangapi wanasema one term kwa amani aende jamaa huyu? Alisema mnataka niende wapi? Njia moja wazi. Jiuzulu pamoja na serikali yako. Patia wananchi wa Kenya nafasi ya kuchagua uongozi mpya.
Wangapi wanakubaliana na mimi? Wekeni mkono. Nimeongea kwa kirefu because it was important. Hata hii mambo ambao wanaumiza watoto, kuua watoto, tumemweka former Attorney General JB Muturi ambaye hata mtoto wake mwenyewe alichukuliwa. Yeye anasimamia tume ya kuhakikisha wale wote wameuawa na Ruto kiholela watalipwa marudufu. Leo hii watu wa Homa Bay wanamzika kijana wetu Ojwang. Jana vile vile, na hata huku Eugene amesema mtamzika mtoto hapa Webuye na kwingineko. Kwa hivyo Wakenya mtaregeshewa heshima yenu, lakini msiogope. Hakuna mtu ambaye atakuja kuwauzia watu wa Bungoma uongo, na sisi tutasimama na nyinyi kama kawaida. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bungoma oye! Tuendelee tusiendelee? Baba oye kaisiri. Bali omutayabo lali lisaeli ambusia na mikalwa. Be Bungoma busale buli kwambusia. Samwabone natilo omukamba, sakwangole busale kendera natembea, sakatilo omukisi. Sawabone ngakunyulo omukisi. Mwabone ngakunyulo omukisi. Karibu gavana. Asante sana. Bandu wewe Mulembe lundi, Mulembe swa, Mlibalamo. Sisi kwanza tunashukuru nyinyi sana kwa kupata nafasi kuja kukaribisha wageni wetu hapa. Hii timu ambayo mnaona hapa ni timu ambayo inakuja kukomboa Kenya. Harambee! Harambee! Kuna wajamaa tuliambiwa kwamba sisi tumewaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri kwamba tulikuwa tunawadanganya. Bungoma tumefika bana. Halo, unanipata sasa? Kuna majamaa sisi tuliwaambia waondoe jamu mbele, wakafikiri tunafanya mchezo. Tulikuwa tunafanya mchezo? Na sisi wakati tumelandi Bungoma hii Bungoma ndio bedroom yetu, si ndio? Yale maneno ambayo tunaamua Bungoma ndio maneno yataenda kufanyika. Ama namna gani watu wetu? Na mimi nimesema na narudia tena kwamba jamii ya magharibi sisi tuko wengi kwa idadi ya watu, si ndio? Lakini wakati masuala ya kitaifa yanajadiliwa, sisi hatuko kwenye hiyo meza. Kuna majamaa wawili wamekaa pale hadi wanakula kwa niaba yetu. Hadi wakishiba sisi tumeshiba. Nyinyi mnakubali maneno? Sema tawe. Sema tawe. Sisi tunajenga nyumba yetu. Nyumba ambayo inatupeleka kwa meza. Tutaenda meza sisi wenyewe, hatuwezi kutumia broker tena. Bana wana watu yangu. Wakati President Ruto alikuja hapa akitafuta kura, alisema kwamba tunapewa 30%, si ndio? Hiyo 30% mnajua mahali ilienda? Hawa jamaa walipewa wakakula. Walipewa wakauzia watu, maana nyinyi mna pesa ya kununua, si ndio? Tunasema riswa. Tunasema riswa. Wakati wa jamii ya Muluya kuwa watchman, kuwa maid, kuwa mtu wa kuchimba makaburi, mtu wa kupasua kundi kwa matanga, tunasema nini? Tunasema nini? Tunasema nini? Watu wetu, acha niwaambie, hii Kenya hii kumekuwa na president kutoka kwa jamii mbili, si ndio? Jamii mbili peke yake. Leo hii mtoto wa Kenya akizaliwa anajua kwamba usipokuwa Mkikuyu ama Mkale huwezi kuwa rais wa Kenya. Yule mtu ambaye amepewa fursa na Mwenyezi Mungu kuvunja hiyo laana na kufungua milango kwa jamii zingine zote, wakiweko Njemzi, wa Borana, wa Maasai, wa Pokot, yule mwenye amepewa hiyo fursa ya kihistoria ni jamii ya Muluya. Mnakubali ama mkubali? Twende kwa meza, tusiende kwa meza. Sisi tunaongea na wenzetu hapa. Hatutaki watu waende na propaganda na kusema kwamba kuna candidate ambaye tutakampenia sahihi. Tutaenda kukaa kwa meza, tukubaliane nani atabeba bendera, si ndio?
bandu beko mayira muli lucho lutiti lucho wa mulu bofu sindio ameka bechanga karienu saka bechanga kario kwanza kulikuwa habari tawe wakati ya watu wetu kuumia na kufanya kazi mzito kama ya punda inakwisha 2007 tumeleta watu yangu bandu beko embole regera shambole na kwama nano wakebili la kosi no kana sipande tawe jo ime sipande no na sipande no kwanja kurejeza chukura maulira bandu bafwe kura yako ni ngao yako, kura yako ndio tupeleka kule kwa meza ama naona gani? Jambo la mwisho, mimi niliongea mambo ya Nzoia wakanikamata kwa sababu wamegawana Nzoia. Walitudanganya kwamba wakulima wanalipwa kila Ijumaa. Hata leo wakulima wanatakana kuwa wamelipwa. Wamelipwa hawajalipwa? Wamelipwa hawajalipwa? Wafanyikazi wa Nzoia wamefutwa wote, ni Wahindi wameletwa huko. Hiyo factory ni watu wetu waliwacha mashamba ili factory ikajengwa. Wale ambao hawajui, watu wa Ututu, watu wa Kongoli, watu wa Chalicha ndio waliwacha hiyo mashamba, hiyo factory ikajengwa. Huyu Mhindi anaitwa Rai. Mimi namwambia mchana huu, ile siku tunachukua uongozi wa taifa la Kenya, tutamfukuza kutoka Nzoia. Hata kama Nzoia vile waliua Pani Pepa, wameua Nzoia, wameua Mumias, wameua tuko hapa, mnajua gavana baraza wanaua watoto wetu. Mambo yamefika wapi? Waondoe jam 2027 wanaretire, uongozi mpya umefika Trans Nzoia, umefika
Tuko hapa, mnajua gavana Baraza? Mnamjua? Anatosha ama hatoshi? Vile vile tuko na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ako na sisi. Spika wetu wa kitambo pia. Vile vile tuko na Mheshimiwa Mughisa Kitui hapa na sisi, na tuko na Matiang'i, Fred Matiang'i. Na nilisema jamani, nilikuwa waziri wa usalama, ya kwamba watu wanaingia wakati wa riot vile tuliona last Wednesday na Sabasaba inakuja Jumatatu. Alafu watu wanaingia town wakiwa na rungu na kisu, wanapora mali ya watu, goons wanaletwa huko. Alafu serikali inatuambia eti ni upinzani imelipa hao watu. Sisi tuko na namna ya kulipa watu kama hao? Sisi hatuna namna ya kulipa goons. Na niseme hivi leo hadharani, tusikizane dhamani, sababu unajua wakati wa mambo ya usalama ikifika na stability ya nchi, hiyo inatugusa sisi wote. Hakuna serikali, hakuna upinzani. Tunataka nchi yetu iwe na usalama na tukae pamoja na serikali. Mimi nasema hivi nikijua kwamba hakuna mtu ambaye ana uwezo kuliko serikali kujua kila kitu. Kama kuna mtu analipa watu, serikali lazima inajua ni nani analipa watu, ama namna gani? Kama kuna watu ambao wanabeba rungu kuingia town, lazima serikali inajua ni akina nani. Hawezi kusema eti watu wanabeba rungu wameingia hapo kuvunja maduka ya watu, wameletwa na watu wa upinzani. Mbona hawajawakamata? Sababu walikuwa huko na polisi wakifanya hayo maneno. Nyinyi mnakubali maneno kama hayo? Huo ni uongo, na hizi ambazo tunaambiwa hapa stories za uongo kila wakati. Badala ya watu kufanya kazi yao ambao nyinyi mmewapea, kazi yao ni kusema story na uongo kila wakati. Sasa unajua nyinyi wananchi mmeamua na Gen Z mnasema mnataka kazi ifanywe, tuache mambo ya story. Mnataka story ama kazi? Story ama kazi? Nionyeshe wale mnataka kazi, tufanye kazi. Kazi ya kutumikia taifa la Kenya. Na tunawaambia hawa viongozi wa serikali waelewe, kama wanasema sisi ndio tumelipa hao watu, si wawakamate, wawapeleke pale kwa polisi, waandikishe statement. Yule amelipwa na Kalonzo aseme nimelipwa na Kalonzo, yule amelipwa na Rigiji aseme nimelipwa na Rigiji, yule amelipwa na Wamalo aseme amelipwa na Wamalo. Hawawezi kusingizia wakati kazi iko ya kulinda taifa la Kenya. Ama namna gani wananchi? Kwa hivyo matata ikitokea, watu wetu wakiuawa pale na goons, lazima serikali ieleze hao ni akina nani. Na kama ni watu ambao wamelipwa kuja kuharibu biashara ya Wakenya, wao lazima wajue ni nani na watuambie ni nani. La mwisho, viongozi wa serikali hawawezi kusema eti kuna watu ambao wana uwezo zaidi ya serikali. Kuna mtu ambaye ana uwezo zaidi ya serikali? Mimi nawaomba hao ndugu zetu wako kwa serikali wasikie yale ambao wanasema. Are they telling us that they are irredeemably incompetent? Kwamba wao hawawezi jua ni akina nani wanaleta hii shida. Kama wanawajua, wawakamate, wawapeleke kwa polisi, wapelekwe kwa koti. Mimi nawaomba wananchi, tusikubali mastori haya, tuendelee tukae pamoja. Mwisho, ninawaomba vijana wetu na wananchi wote, tafadhali msipoteze imani kwa nchi yetu. Tunagawanywa hivi na hii mambo yote, lakini muwe na imani, Mungu atatusaidia. Tukivuka hii daraja, tutatengeneza serikali yetu na nchi yetu itarudi kuwa vile ilikuwa na usalama wa kutosha. Na nchi itarudi kwa serikali inayoaminika. Mnataka serikali inaaminika? Nionyeshe kwa mkono wale mnataka mabadiliko. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Matiang'i ambaye alikuwa Attorney General wetu wa taifa la Kenya.
Bungoma muko? Mumefurahia wageni? Si mimi ni mtoto wanyu? Si nimewaletea wageni? Mumefurahia wageni? Nataka kuambia kitu kimoja. Vijana munisikize sasa. Naomba vijana yangu munisikize sasa, si ndio? Mimi ni mmoja wenu. Mimi nimezaliwa hapa. Mimi usimama na nyinyi. Lazima tutembee na hawa viongozi tuweze kubadilisha Bungoma. Muko tayari? Muko tayari? Kutembea na Rigiji? Kutembea na Kalonzo? Kutembea na Eugene? Kutembea na Natembea? Kutembea na Muturi? Kutembea na Mugiza? Tubadilishe Bungoma ili pia nyinyi muweze kuwa na pesa kwa mfuko. Vijana muko? Kabla sijaongea, juzi mlikuwa mmeshikwa, si ndio? Mlishikwa, si ndio? Nisimama na nyinyi ama kusimama na nyinyi? Nisimama na nyinyi ama kusimama na nyinyi? Ule wakili ambaye alikuja kotini akahakikisha vijana wamewachiliwa, niko naye hapa, anataka wasalamie. Ndio wasalimia hapa. Hasira za nini we Kasongo, wataka kuniua bure. Kenya si yako. Wewe nasema Harambe! Harambe! Baraza yatosha, hajatosha? Baraza yuko sawa, yuko sawa? Wapi nduru ya baraza? Wacha niwaambie, Mboa umefika na ni sasa, na kama sio sasa ni wapi? kumaliza katika nchi ya Kenya, Ruto must. Kama unataka kumaliza abduction, Ruto must. Kama unataka kumaliza kiburi na maringo katika nchi ya Kenya, Ruto must. Alambe! Nikimalizia, tulikuwa hapa na tukasimama na mheshimiwa Natembea na mheshimiwa Baraza tukipigania hii Trans Nzoia yenu. Sorry, hii Nzoia Sugar. Hii Nzoia Sugar ni mtambo tuko hapa. Mnajua gavana Baraza? Mnamjua? Anatosha ama hatoshi? Vile vile tuko na mheshimiwa Kalonzo Musyoka ako na sisi. Hizo ya Sugar ni mtambo. Housing, mnasikia? Nitabadilisha ikuwa hospitali niweza kutibu nyinyi wote. Asanteni na Mungu awabariki.
Haya. Bungoma oye! Bungoma oye! Umeona George natembea? Mumefurahia? Mimi naitwa Nuru Okanga. Na mimi niko na ujumbe moja. Kuna kumbavu kuli mwingine huko Nairobi alisema ati raia akikaribia polisi apigwa nini? Apigwa nini? Mimi naambia ule jamaa badala ya risasi akuja tuonane na yeye one on one. Mundu kumu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Omingo Magara. Arambe! Naitwa Omingo Magara na chama cha PDP pamoja na Kenya National Congress, Kenya Social Congress. Ndani ya hii muungano tujenge serikali nyingine. Sawa. Hapa tuko na Mheshimiwa Kamosi. Arambe! Kasongo 2027. Asante sana. Arambe! Muko wamama mpo? Mulisikia ule mama Nairobi anasema ati vijana wasiende maandamano? Mulisikia yule mama anasema vijana wasiende maandamano? Ati anapeleka Justin Muturi. Bungoma. Ni nyinyi? Kwa mmeamua Kasongo nyumbani. Lakini mnakumbuka na sababu ya aende nyumbani. Si ya kwanza ni vile ameua vijana wetu. Ya pili ni vile anaendelea kuiba mali ya mwananchi wa kawaida wa Kenya. Ya tatu ni vile anaendelea kupora payslip ya mfanyikazi yoyote ndani ya nchi yetu. Lakini ya nne, sijui kama imefika hii habari hapa Bungoma, niwapashe. Ati duniani yote watu wameulizwa maswali, watu wapeane ni rais mgani dunia kote ule mfisadi zaidi. Hii sio uvumi. Kenya ni nchi, na mpaka wimbo wetu nasema Kenya yastahili nini? Lakini tukiwa na rais ambaye ndiye mfisadi zaidi duniani, tutapewa heshima kweli? Aende asiende? Na mnajua Kasongo sio tu kwenda. Uwezi kuwa umeiba vijana, umeiba mali ya wananchi kama vile Nzoi hapa, alafu tukuachilia tunafuga kuku hapa Usugoi. Lazima Kasongo tukimtotoa kule Ikulu mara moja kotini. Huyu Kasongo ni mtu anastahili kuwa jela maisha mwake yote ile mabaki. Kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya mambo the same things expecting different results. Ati mtu amepora mali, ameua vijana, ati tukipiga kura tunamwambia aenda ukafuge kuku. Itawezekana kweli? Ule mzazi ambaye mtoto wake ameuawa atapata heshima yake namna gani? Haki yake itatoka wapi? Ndio mimi nasema hapa nikiwa Bungoma, huu muungano ni muungano wa haki na umoja wa Wakenya wote. Na pili hatujali vile tunataka kuunga mkono yale Wakenya wamekataa, kama vile ndugu yangu George Natembea huwa anatuambia tuseme Kasongo. Ni kweli? Sasa kabla niondoke,
Mimi hapa Bungoma nataka nione, kwa sababu hapa ndio nilianza kufanya kazi yangu. Hapa ndio nilianza kazi miaka ya pita 40 na kitu hapa mahakamani. Lakini sasa kwa sababu nilimpasha ndugu yangu wetangu la kazi, wacha nimsaidie hapa hii ya leo. Watu Bungoma tunataka kutoa uamuzi wetu leo, na nataka kuwauliza swali. I want to put the question. Mko tayari? Ndio ufisadi uishe, ndio mauaji yaishe Kenya. Tunasema Kasongo, as many as that opinion said, as many as the counter opinion said no. The eyes of it. Kasongo nyumbani na kotini. Wale tupate wimbo kidogo kutoka kwa rafiki yangu, ndugu yangu Mukisa Kitui. Wana Kenya sikilizeni niwaambieni, hebu ndugu sikilizani niwaambie, wakati Uhuru akaenda, Ruto kakaja mbele, makaleta hasara, kuiba uchumi, kuua vijana. Wananchi wote sasa wamekataa, wana Kenya wote sasa wamekataa, wamesema Ruto aende, arute kuweza goi, aende kuchunga kuku, aende kufuga ng'ombe. Mimi nilikuwa naongea dakika 2, lakini tutakuwa tu dakika 1, na moja ni mtunuku one of the 2 young men wenye na makende 3 katika Senate ya Kenya. Moja ni Sifuna, mwingine ni Onyonga. Onyonga will take my 2 minutes. Nenya kumbola ko lila lyongen. Nengenda ne baso ribando bulu bilale khei mila. Yimila munju yewe fwe kwakana nebweni. Okale kawenje keje kere ngama sikama ama iko kenywe tawe. Chikura chichameno chibebo byama bya bandu bevwe. Bandu bechenere chichame wabwe. Cyo kupima ne kamani. Asante. Haya basi. Haya tupatie mheshimiwa Onyonka. Haya watu wa Bungoma mko? Nataka kuona kama watu wa Bungoma mnasema one town. One town. Mimi naitwa mheshimiwa Bikul kutoka Trans Nzoia. Yule mtu ambaye mlisikia walimtuma Ruto akanishika akaniweka ndani Eldoret, Kitale, nikasumbuliwa kwa sababu ya kusema ukweli. Mnanisikia vizuri? Mimi nawahakikishia, mimi nilikuwa Ford Kenya. Na mimi nilitembea na Moses Masika Wetangula. Ijapokuwa kazi ambayo walituahidi na Ruto 30% ya Waluya ilienda wapi? Sisi tunauliza hiyo swali. Na Mudavadi, Mungu amani wabariki, tutarudi siku zingine. Thank you very much. Mheshimiwa Onyonka. Asante sana. Kuna mzee mmoja atajitambua jina. Halabe. Naitwa Pemba kutoka Kasarani. Wakati wanasema sitazungumza mengi, nitasema mambo mawili tu. Jambo la kwanza, ningependa kuongea kwa Kizungu na ingine nitaongea kwa Kiswahili. 1 minute clear. Wananchi wenzangu, watu wa Bungoma, kwa wale ambao hamnijui, mimi naitwa Richard Onyonka. Mimi ndio nilikuwa deputy party leader ya Ford Kenya. Nao ningependa kusema hivi, nyinyi ndio tutategemea mbadilishe Kenya. Sisi nasema watu ni wabaya, nasema watu wanaua watoto, nasema watu ni wafisadi,
nasema watu wameuza Nzoia, nasema wameuza Mumias, lakini kila wakati tukisema hiyo naona watu wanakaa wananiangalia. Hii mambo lazima ikome. If you want a country that is reliable, that takes care of his people, that takes care of his most vulnerable, that takes care of people with disability, that takes care of people from Bungoma, then we must demand good governance and management of state resources. Tunaelewana? The government must stop giving members of parliament positions to employ their relatives. They must stop that with TSC. They must stop with the police. They must stop with the army. And they must stop with what? Prisons. Ni matajiri sisi ambao tumechaguliwa, tunapewa manafasi ya watoto maskini, tunapea wale ambao ni wa ukoo wetu. Nyinyi mnabakia mkiwa fukara. So I am asking you to finish off kubadilisha hii mambo yote. Ruto must. Ruto must. Ukisikia Kalonzo Musyoka, Ruto must. Ukisikia Fred Matiang'i, Ruto must. Ukisikia Cleo Malala, Ruto must. Ukisikia ndugu yangu, rafiki yangu ambaye alikuwa UNIDO, Mukisa Kitui, Ruto must. Na Onyonka anasema nini? Onyonka anasema nini? God bless you and take care of this country. You young people, some of us may never live to enjoy this country. Some of us can be killed anytime because of what we are saying. Take this country and lead. Make sure Kaongo does not mess it. Thank you so much. Haya, asante kabisa. Sasa haya, Bungoma oye! Bungoma muko? Kabla Rigiji aongee, mimi nimeleta salamu za kutoka kule Kakamega. Mumepokea salamu za watu wa Kakamega? Mimi nataka kuongelesha county commandant, police commandant wa hapa Bungoma. Mimi nasikia wewe umepewa pesa, umeamurisha OCPD na OCS washike vijana wetu hapa, wawaingize kule ndani. Mimi ningependa kukuambia kwamba tufate sheria. Hawa vijana ni vijana wanataka kukomboa nchi yetu. Mimi nataka kusema hivi, bwana county commandant, kama utaendelea na hii maneno, sisi tutakushtaki wewe kwa niaba yako wewe privately, uende uwajibike kwa hiyo hongo ambayo unapewa na Wetangula. Niseme nisiseme? Ama muamini jameni? Uliza Mudavadi utuuzie chama, akauza ANC. Wakauliza Wetangula tupatie chama yako, Wetangula akasema afadhali abaki na Ford Kenya lakini Nzoia iende. Sasa sisi tunasema tukitaka tukomboe Nzoia, tukitaka tumalize uongozi wa kuua vijana wetu kila wakati, Ruto must go. Nikisema Harambee mnasema nini? Harambee! Swali ya mwisho leo hii hapa Bungoma, mukipewa William Ruto na huyu Matiang'i, mutapigia nani kura? Mukipewa William Ruto na huyu Kalonzo, mutapigia nani kura? Mukipewa huyu William Ruto na huyu Rigiji, mutapigia nani kura? Mukipewa William Ruto na Cleo, mutapigia nani kura? Na swali ya mwisho,
Mukipewa William Ruto na Kondo, mutapatia nani kura? William Ruto ama Kondo? Wapi watu wa Kondo? Sasa tukaribisha Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha nimsalimie ile uongo ya Kasongo. Musangarire. Morevaramu. Ni muongo si muongo? Watu wetu wa Bungoma. Hi cousins. Hi cousins. Hi kuzo. Makazini hi. Makuzo hi. Aya. Bungoma. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Nimekuja hapa Bungoma. Kasongo. Ateweta anasema nyinyi ni watu ya Kasongo. Ni uongo si uongo? Hapa ni one time. Harambee. Wewe Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Zakayo. Wewe Kaongo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Wewe mtu ya kutenga. Harambee. Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Mimi tumekuja hapa na Justin Muturi. Tumetumwa na watu ya mlima. Pale mlimani tumefungia Kasongo. Kifunguo iko na huyu Justin Muturi. Wewe Justin Muturi, hiyo kifunguo ikipotea utajibu hii watu ya Bungoma. Mimi nauliza watu ya Ingo, nataka mfunge hapa Bungoma. Mtupatie kifunguo tuende naye. Mutafunga? 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 Hiyo kifunguo ya Ingo ipatiwe na Tembea na Eugene Wamalwa na Kilio Malala. Mfungie Kasongo hapa. Mimi mnajua nilikuwa nakada Kasongo. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Mimi Rigiji na watu ya mlima ndio tulipitisha Kasongo kuwa rais. Kwani ama uongo? Ile shida yote iko Kenya. Mimi na watu ya mlima tunakubali makosa. Mumetusamehea? Mumetusamehea? Kufanya makosa si shida, shida ni kurudi. Sisi hatutarudia hiyo makosa, na sisi tutashikana na nyinyi tufukuze Kasongo aende nyumbani. Harambee. Huyu Kasongo anajigamba ati hata kama amepoteza mlima, amepoteza Ukambani, amepoteza Kisii, anasema hana wasiwasi. Ati wameongea na Raila, amesema kura za Waluya atampatia. Itawezekana? Itawezekana? Nyinyi, hi cousins. Hi cousins. Hi cousins. My cousins, mumeumia siku mingi. Na nyinyi mumeumizwa na huyu Raila. Mnampigia kura kila uchaguzi, anaenda nauza kura yenu. Si ndio? Raila ametumia nyinyi vibaya watu ya Ingo, si ndio? Sisi pale mlimani Kasongo ametutumia vibaya. Sasa wale wametumia Waluya vibaya, wale wametumia mlima vibaya, wameshikana. Na sisi tumetumiwa vibaya, watu ya Ingo na watu ya mlima, na sisi pia tushikane. Mungetaka tushikane? Let me say to my cousins here in the Mlebe Nation. Huyu Raila anaambia nyinyi ya kwamba Elijah Masinde alisema ati uongozi wa Mluya utapitia kwa Lake Victoria. Hiyo mmejaribu, imekwama. Wacha nimwambie
leo mchana uongozi ya Mulembe Nation utatoka kwa Mlima Kenya. Na tukiangalia vizuri siku Mwai Kibaki walishikana na kijana wa Marwa, uongozi ulipatikana huku patikana. Siku kijana wa Marwa alikufa, Mwai Kibaki alichukua Mude Awori, si ndio? Mimi nimekuja kutafuta urafiki na makuzo wetu, mkubali twende hii safari pamoja. Mmekubali twende pamoja? Twende pamoja. Ya mwisho, sisi tumeketi kama viongozi na tumekubaliana, huyu Fred Matiang'i, huyu Eugene Wamalwa, huyu George Natembeya, huyu Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Mandrigi, tumekubaliana tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo. Swali langu nikiwa Bungoma, tukisikizana ni huyu Eugene Wamalwa, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni George Natembeya, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Kalonzo Musyoka, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Fred Matiang'i, mtaunga yeye mkono? Na je, wakikubali ni Rigiji, mtaniunga mkono? Na wacha nimwambie, kwa bahati nzuri wakisema ni Rigiji, hii mtu nitamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Kiboko ya Kasongo ni nani? Kiboko ya Kasongo ni nani? Kiboko ya Kasongo ni nani? Wewe Kasongo, nilikufanya rais wa Kenya, nikaunganisha Mlima Kenya, watu milioni 4 wakakuchagua, ukatuonesha madharau, ukatusaliti, ukaita sisi wa kabila. Nitaunganisha watu ya Mlima, tushikana na watu ya Mulembe Nation na watu ya Gusii na Ukambani to make sure you are one-term president. Harambee! Harambee! Huyu Kasongo akinidharau, anasema mimi ni mkabila, hata sitokagi wa Munyoro. Sasa niko hapa ni Kiambu, hapa ni Murang'a, hapa ni Embu, hapa ni Meru, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Wewe Kasongo, angalia TV uone wafuasi wa Rigiji Bungoma. Wapi wafuasi wa Rigiji? Harambee! Ya mwisho, mimi naomba Waluya musimame na hii kijana yenu anatishwa, George Natembeya. Huyu kiongozi anaumizwa na Kasongo kwa sababu ya kuheshimiwa. Amesema Waluya wasidharauliwe. Mimi nataka kusema amewekelewa makesi uongo. Mtasimama na mtoto wenu. Mimi ya mwisho naomba huyu Natembeya, Cleophas Malala, Eugene Wamalwa wakuje kwa meza, tupange Kenya pamoja kwa niaba yenu. Mmekubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.